Siku moja, mtu mmoja aliyeonekana kama mwenda wazimu aliingia msikitini muda mfupi kabla ya swala kuanza. Alikuwa akipita kati ya safu akiwatazama watu kwa macho ya ajabu, kana kwamba anaona kitu ambacho wengine hawakioni. Alitoka nje kwa haraka na kurejea akiwa amebeba mzigo mkubwa wa kuni mgongoni uliotiwa kamba imara, kisha akasimama kwenye safu kuswali. Wakati wa swala, alipata shida sana kurukuu na kusujudu. Kuni zilianza kuanguka na kupiga kelele zilizowatoa watu kwenye hushuu. Baada ya kutoa salamu, watu walianza kulalamika. Imamu akamfuata kwa upole na kumuuliza, "Mwanangu, mbona unaswali na mzigo mkubwa hivi? Umejiumiza mwenyewe na kuwakwaza wenzako?" Yule mtu akajibu kwa huzuni, "Kwani hii siyo suna yanu?" Imamu akashangaa, "Suna gani?" Yule mtu akasema, "Niliingia msikitini nikaona kila mmoja wenu amebeba kitu mabegani mwake. Nikadhani ni miongoni mwa masharti ya swala, nikaenda kutafuta kuni nami nibebe. Kwa nini mnanilaumu mimi peke yangu?" Imamu akauliza, "Je, na mimi unaona nimebeba kitu?" Yule mtu akajibu, "Ndiyo, nyote mmebeba mizigo mizito. Huyu amebeba mtoto, yule amebeba mti wa tufaa, mwingine mlango uliovunjika, mwingine kuku wa kuchoma na mwingine mke wake." Kisha akatikisa kichwa kwa huzuni akisema, "Hakuna aliye mtupu, hakuna aliye mtupu." Msikiti mzima ukawa kimya. Imamu akauliza kwa sauti ya chini, "Na mimi nilikuwa nimebeba nini?" Yule mtu akajibu, "Wewe ulikuwa umebeba ng'ombe mkubwa. Ulikuwa unawaza kuhusu ng'ombe wako mgonjwa, kama ataishi au atakufa." Subhanallah, kisa hiki kinatupa kioo cha kutazama mioyo yetu. Mara ngapi tunasimama mbele ya Allah tukiwa tumebeba mizigo ya madeni, migogoro ya familia na mipango ya biashara. Tunajifanya tumetulia, lakini ndani ya mioyo yetu kuna kelele za dunia. Swala ya kweli ni ile inayokufanya uwe mtupu kutoka kwa kila kitu isipokuwa Allah. Tunamuomba Allah atujalie hushuu na atufamehe pale akili zetu zinapohama msikitini na kwenda kutafuta ng'ombe wetu wa dunia. Nasiha: kabla ya kuanza swala, chukua sekunde chache kuvuta pumzi na kujikumbusha kuwa unazungumza na muumba wa ulimwengu. Dunia iache mlangoni.